Maisha ya kujiuliza kanisa Katoliki lina utajiri kiasi gani? Basi ungana nami David Mwigani kutoka studio za Lake Mwigani Production. Leo nakuletea uweze kufahamu utajiri wa kanisa Katoliki. Kulingana na msemo, thamani ya urithi wa kanisa Katoliki ni mojawapo ya mafunzo ya imani, siri ambayo taasisi hiyo imehifadhi kwa karne nyingi. Kwa sababu ya urithi huu, uvumi juu ya kiwango cha utajiri wa Holy See umeongezeka mwaka baada ya mwaka na kuunda fumbo karibu na mada ambayo inapakana na ujinga na maoni kama vile kwa nini Papa hauzi Vatikani kumaliza njaa duniani? Ukweli ni kwamba tangu mwanzo wa upapa wake, Papa Francis ambaye alifariki tarehe 21 Aprili alitaka kufanya akaunti ya Vatican kuwa wazi zaidi na kuchukua hatua ambazo zilirekebisha na kurahisisha shughuli za Vatican na ilikuwa na athari kwa kanisa kwa ujumla. Mojawapo ya haya ilikuwa uchapishaji wa ripoti ya kifedha ya umma ya utawala wa urithi wa Apostolic See, kwa kifupi inaitwa APSA. Kwa mwaka uliopita mnamo mwaka 2021, hatua ambazo zimefuatwa tangu wakati huo. Kulingana na ripoti ya hivi punde ya mwaka 2023 iliyochapishwa mwaka jana, kanisa lilipata faida ya jumla ya zaidi ya dola milioni 52 na ongezeko la mali ya karibu dola milioni 8. Thamani yake haijafichuliwa, lakini takwimu za hivi punde zilizojulikana ni karibu dola milioni 1. Thamani hii ni ya mali zote zilizosimamiwa na benki ya Vatican bila kujumuisha mali isiyohamishika, ardhi na mali nyingine. Kanisa Katoliki linazalisha mapato kutoka kwa usimamizi wa mali zaidi ya 5,000. 20% ya mali hizo hukodishwa na kuzalisha mapato ya uendeshaji ya dola milioni 84 na mapato halisi ya karibu dola milioni 40 kila mwaka. Ni muhimu kutambua kwamba maadili haya yote yanahusiana tu na uchumi unaoendesha Vatikani. Kwa kweli, fedha za kanisa zinaendeshwa na kila dayosisi ulimwenguni kote na kila moja anasimamia bajeti yake, ambayo inamaanisha kuwa kwa vitendo jumla kiwango cha mali za kanisa ni kikubwa zaidi, ikiwemo ile isiyohesabika. Haiwezekani kutathmini urithi wa kanisa Katoliki lote, anasema Fernando Altemeye Jr., profesa katika idara ya sayansi ya jamii katika chuo kikuu cha kipapa cha Kikatoliki cha Sao Paulo, kifupi PUCSP. Bila kujali wataalamu wanakadiria utajiri wake kwa dola bilioni kadhaa, kanisa kwa mfano linachukuliwa kuwa moja ya wamiliki wakubwa wa ardhi ulimwenguni. Pia taasisi ya utafiti wa dini na maisha ya kidunia yenye makao yake mjini Paris, IRL, inakadiria kuwa kanisa Katoliki linamiliki kati ya hekta milioni 71 na 81. Takwimu hii inajumuisha mali kama vile makanisa, shule, hospitali, nyumba za watawa pamoja na mali za vijijini na mijini. Asili ya bahati ya kanisa Katoliki, lakini fedha hizi zote zinatoka wapi? Ikiwa kanisa Katoliki ni taasisi ya kidini ambayo kwa mujibu wa kanuni za sheria za kanisa, Code of Canon Law, haina nia ya kibiashara wala kukusanya utajiri. Kanisa lilianza kukusanya mali na utajiri kuanzia karne ya 4 chini ya utawala wa Kaisari Konstantini mnamo mwaka 272 hadi 337 before Christ, yani BK, aliyofanya Ukristo kuwa dini rasmi ya dola ya Kirumi. Kabla ya wakati huu, kama wanahistoria wanavyoeleza, Wakristo waliishi kwa unyenyekevu na walifanya ibada zao ndani ya nyumba zao ambazo kwa kawaida zilikuwa duni, na hata kwenye makaburi ya chini ya ardhi
catacombs tunaita. Hali hii ilionekana kuwa ya kawaida kwa waumini wa dini iliyotokana na mafundisho ya Myahudi wa tabaka la chini ambaye alihubiri hali ya kati, unyenyekevu na kutoa huduma kwa maskini. Matukio haya yalibadilisha kabisa historia ya Ukristo na dola ya Kirumi. Anaandika Neil D. Souza, profesa wa historia ya kanisa na mtaalamu wa dini ya siasa. Mtaalamu wa dini na siasa anaitwa Profesa Neil D. Souza. Katika kitabu chake cha historia da Igreja, kifupi E.D. Voces, kwa jina jingine anaita E.D. Voces au Voces. Kuanzia hapo hatima ya kidunia na kiroho ziliunganishwa. Karne zilizofuata zilionyesha ikiwa muungano huu na mingine iliyofuata ilikuwa mkakati bora wa taasisi ya kidini, au kama mateso ya awali na masia ya mafichoni kwenye catacombs yalihamishwa hadi kwenye majumba ya kifahari kwa gharama kubwa kwa imani ya Kikristo, hali iliyochangia kuibuka kwa mageuzi ya Kiprotestanti tunaita Protestanti Reformation. Kutoka hali ya kuteswa, kanisa liligeuka kuwa taasisi yenye fursa na mali nyingi. Unyenyekevu wa waumini wa mwanzo ambao ulikuwa alama ya tofauti yao ulibadilika na kuwa hadhi na ishara za utajiri sawa na wale wa mabaraza ya kifalme ya Roma. Hatari ya kujibweteka na kubadilika na mamlaka ya dunia ikawa halisi. Katika historia yote ya Ukristo, inawezekana kuona kwamba ngano na magugu kuwa pamoja kila wakati, anaandika tena Souza. Wakati mwingine magugu yanakuwa mengi, nyakati nyingine ngano, lakini hata ikiwa ngano ni chache, ndiyo inayohakikisha mwendelezo wa ufuasi wa Yesu wa Nazareti. Miongoni mwa Wakatoliki, majina kama Mtakatifu Francisco wa Asizi na Papa Francisco mwenyewe huonekana kuwa wawakilishi wa mtazamo wa unyenyekevu na maisha halisi. Kwa leo naomba tuishie hapa, lakini mada ni ndefu na ina mwendelezo wake ambapo nitakuletea mwendelezo wake hivi punde. Naomba kama hujajiunga na familia la Kemigani Production, basi uweze kujiunga kwa kusubscribe channel hii ili uweze kuwa kwanza kupata matukio yote yatakavyoweza kupandisha kupitia channel ya la Kemigani Production. Nikutakie majukumu mema na utekelezaji mwema. Bye bye.